Hello guys, natumai mko poa. Kwa mara nyingine tena tunaendelea na swala letu zima la elimu ya fedha, na leo tuiangalie DSE. DSE ni kifupi cha maneno Dar es Salaam Stock Exchange, ikiwa na maana ya soko la hisa la Dar es Salaam. Katika soko hili wanakutana wauzaji na wanunuzi wa hisa za makampuni tofauti tofauti ambayo yamesajiliwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Tutayaona baadaye. DSE ilianzishwa mwaka 1996 lakini ilianza kazi rasmi mwaka 1998, na utaona kwamba zoezi la kununua na kuuza hisa limeanza zamani sana, lakini linafahamika kwa watu wachache ambao wamekuwa wakibahatika kupata taarifa hizi. Kwa hiyo kwa sasa taarifa hii kufikia wewe na wewe umfikishie mwenzako, ili elimu hii iweze kusambaa Tanzania nzima. Na pia kitu kingine ni kwamba DSE pia ni kampuni ya umma kwa sasa, kwa sababu waliamua kuuza hisa zao kwa public, na hivyo basi DSE pia ni mojawapo ya kampuni ambayo imesajiliwa ndani ya soko la hisa la Dar es Salaam, na utaweza kununua pia hisa zake kama utaona ni sehemu inayofaa wewe kuwekeza fedha zako. DSE inasimamiwa na CMSA kwa maana ya Capital Markets and Securities Authority, yani mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana. Hii ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa ili kusimamia na kukuza masoko ya mitaji Tanzania. Kununua hisa kuna faida kuu mbili. Kwanza ni kupata gawio. Makampuni yanayouza hisa mengi kati yao wanatoa gawio, ambapo gawio hutolewa mara moja kwa mwaka, japokuwa kuna baadhi ya makampuni ambao unakuta labda biashara kwao haiendi vizuri, wanakuwa hawatoi gawio kwa muda fulani mpaka watakapojipanga vizuri ndo wanaanza kutoa gawio. Lakini faida ya pili ni kukuza mtaji. Kukuza mtaji ikiwa na maana kwamba wewe unaweza ukanunua hisa leo, ambapo labda tuseme umenunua hisa 10 za kampuni A na kila hisa inauzwa shilingi 2,000. Ina maana kwamba utakuwa umetumia shilingi 20,000, lakini huwa kuna charges kidogo, tuseme umetumia shilingi 21,000. Alafu baada ya muda ile hisa ikapanda thamani, ikawa labda ni shilingi 2,500. Kwa hiyo 2,500 pale ukizidisha na zile hisa zako 10, unajikuta kwamba hela yako imeongezeka na kuwa shilingi 25,000. Ukitoa zile charges ulizokatwa pamoja na hela ambayo umeweka kwanza, unajikuta kwamba mtaji wako umeongezeka kwa kiasi cha shilingi 4,000. Kwa hiyo hapa kwenye kuongezeka mtaji ndo kunapohitaji uvumilivu sana, kwa sababu hauwezi tu kalala leo kama umeweka 50,000 unataka ifike milioni. Inabidi usubiri kidogo ili mtaji wako uweze kukua taratibu. Tuje kwenye aina za watu kwenye soko la hisa. Katika soko la hisa kuna aina kuu ziko 4. Kwanza ni wawekezaji. Hawa ni wale sasa ambao yeye anaweka hela yake kwa muda mrefu, yani ameandaa hela anaiweka, na sio kwamba atakuja kuitoa leo wala kesho. Hawa mara nyingi lengo lao ni kwamba wapate gawio, lakini pia mtaji ukue kwa muda mrefu. Yani anaweza kaacha akanunua hisa na akakaa nazo kwa miaka kuanzia 5 na kuendelea. Na aina ya pili ni wafanyabiashara. Hawa wananunua hisa na kukaa nazo kwa muda mfupi, labda inaweza kaa miezi 6, mwaka. Yeye ataangalia muda gani hisa fulani zinakuwa zina bei ya chini. Kwa hiyo ananunua, anaweka target kwamba labda nimenunua hisa kwa shilingi 1,000, ikifika 2,000 nauza hizi hisa. Alafu aina ya tatu, hao ni wazee wa kubeti. Hawa ni speculators. Wao wanakuwaga wanasubiri uvumi. Yani kuna muda labda inasikika kwamba hisa za kampuni fulani sasa hivi zinafanya vizuri, zinapanda bei sana. Kwa mtu anatafuta hela, anaweka hela. Alafu anakaa labda inaweza hata wiki 2, mwezi, wiki 3, yani muda mfupi sana. Hisa ile ikipanda tu bei anauza na anakuwa amepata faida. Na aina ya 4 ni wawekezaji wakubwa. Hawa sasa ni makampuni labda
PSSF, hawa PSSF, mabenki au watu wa bima nao pia wanawekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam.